Usiishie hapo. Hawezi jua nini mwenzako anapitia. Tupo katika utumishi, wote ni watumishi wa Mungu, wote tunamtumikia Mungu, wote tunaendelea katika hii safari, lakini haujui rafiki yako anapitia nini. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mtu mmoja nisome kitabu cha Malaki, Malaki 3 alifungua. Amen. Maneno yenu yamekuwa magumu juu yangu, lakini ninyi mwasema tumesema maneno juu yako kwa namna gani? Ndio. Mmesema kumtumikia Mungu hakuna faida, na tumepata faida gani kwa kuyashika maagizo yake na kwa kwenda kwa huzuni mbele za Bwana wa majeshi? Na sasa tutasema ya kwamba wenye kiburi ndio walio heri, naam watendao uovu ndio wajengwao, naam wamjaribiu Mungu ndio wajengwao. Haleluya. Ni mwanafunzi mmoja yule ambaye korofi, tunaweza kusema kwa mjane tu korofi. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio mwanafunzi ambaye alikuwa akikaa karibu sana na Yesu. Akamuuliza, hivi Yesu, sisi ambao tumekufuata, tumeacha vyote, umetuambia tuache hii kazi ambayo tunayo, tukufuate, tunapata nini? Eti tunapata nini? Vijana tumeokoka, Mungu ametuambia tuachane na dunia na vitu vyake vyote. Je, tunapata nini? Bwana Yesu asifiwe. Tunapata nini? Haleluya. Na Petro alikuwa sahihi kuuliza. Kwa sababu sasa hivi huwezi kuniambia tu, wewe umenikuta pale hivi, nafanya biashara zangu vizuri, maybe nina duka langu nauza, alafu mtu anakuja tu nifuate. Sasa naanza kujiuliza, nifuate. Na maana ndo naacha hela. Bwana Yesu asifiwe. Naacha kila kitu, namfuata. Napata nini? Haleluya. Alimwambia hivi, yeyote aliyeacha ndoa, aliacha familia, akaacha mashamba, akaacha sijui nini, akaacha baba, akaacha mama, akanifuata, huyu hataachwa. Tena naambia hivi, ile siku mtaketi katika kiti changu kile cha enzi, mkizihukumu kabila 12 za Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Hakusema hivyo tu, akasema duniani mara 100 na mbinguni uzima nini? Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Hiyo ndio faida ambayo tunayo. Haleluya. Ndio faida ambayo tunayo. Lakini tuko duniani, hatujafika mbinguni bado. Japo ni ahadi ambayo tunaomba sisi ambao tumeacha kila kitu tukamfuata Yesu, tutapata hivyo vitu. Wapendwa, tuko duniani. Dunia ina mambo mengi, dunia ina vitu vingi, dunia ina shida nyingi. Na ndio maana Yesu mwenyewe alisema hivi, duniani mnao dhiki, jipeni moyo kwa sababu nimeushinda nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Yesu alisema haya maneno? Yesu si alishuka duniani, alivaa mwili, anazijua. Na ndio maana anakuja kutuambia hivi, duniani mnayo dhiki, ila jipeni moyo. Mwambie jirani, jipe moyo. Mwambie jipe moyo. Awe mmoja sema, mwambie jirani yako jipe moyo. Bwana Yesu asifiwe. Duniani mnayo dhiki, lakini jipeni moyo kwa sababu mimi nimeushinda ulimwengu. Haleluya. Pamoja na kwamba tumeahidiwa, pamoja na kwamba Yesu amesema tutaenda kuketi na yeye kwenye kiti cha enzi, ila kukifikia kiti cha enzi, kukifikia kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Ukifikia kiti cha enzi, kunahitaji kujipa moyo kama Yesu alivyosema. Kunahitaji kujikana, kunahitaji kutiwa moyo. Kuna muda huwezi peke yako, kuna muda unashindwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Yaani mimi kuna siku nimejisikia kushenia tukani kumwambia